Kuna kitu ambacho watu wengi hawajui. Thamani yako haipungui kwa sababu wewe ni mtu mbaya, bali kwa sababu mara nyingi unafanya makosa ya kisaikolojia bila kujua. Makosa yanayokula heshima yako kimya kimya kama mchwa kwenye mbao. Halafu baadaye unajiuliza, kwa nini watu hawanichukulii kwa uzito? Mbona ninajitahidi kuwa mzuri kila wakati? Sikiliza kwa makini. Hata dhahabu ikipigwa vumbi inaonekana kama chuma cha kawaida, na wewe pia unaweza kuwa mtu wa thamani, ila matendo yako mabaya ya kisaikolojia yakakufanya uonekane mtu wa bei rahisi. Leo nakwambia makosa 5 ambayo yakikukuta thamani yako inapotea papo hapo bila huruma. 1. Upatikanaji uliopitiliza. Upatikanaji uliopitiliza ni pale unapojitoa kupita kiasi kwa mtu au watu mpaka hawahitaji hata kukutafuta kwa sababu unawafuata wewe kabla hata hawajafikiria kukuhitaji. Hii hutokea hasa kwenye mahusiano, urafiki au hata kazini. Unakuwa tayari kila wakati, unajibu haraka kupita kiasi, unajitolea kupita kiasi, unajipendekeza kupita kiasi. Mfano, mtu akikuita mara moja tu, tayari unakimbia kama vile ulikuwa unasubiri muda wote. Kila kazi utakayopewa unamaliza chapu chapu hata ziwe nyingi kiasi gani kwa sababu unataka kuonyesha upo. Mtu akikwambia aje sehemu fulani, hata kama una shughuli zako, unaacha vyote na kukimbilia huko. Hatua yoyote unayoitwa, wewe tayari. Inakuathiri kwa sababu akili ya mwanadamu ina tabia moja ya ajabu. Kitu kinachopatikana kirahisi hakithaminiwi. Sasa kamwe usije kukubaliana na hali kama hii, ila anza kuruhusu utu wako kuwa na mipaka. Acha watu wakutafute. Acha uwepo wako uwe thamani, sio bidhaa ya bure inayopatikana kila kona. Unapojiheshimu, akili ya watu hulazimika kukuheshimu pia. 2. Kuhalalisha kila tabia ya watu kwa kugeuza mabaya kuonekana kama mazuri. Hii ni pale unapofanya kosa la kisaikolojia la kutafuta sababu za kutetea kila mtu anayekuumiza. Unasema, labda alikuwa na siku mbaya. Labda sikumuelewa vizuri. Labda ni mimi mwenyewe shida. Hutokea sana unapompenda mtu kupita kiasi au unapogopa kupoteza watu. Mfano, mtu anakudharau mbele ya watu lakini wewe unasema ni utani tu. Anakupuuza siku 3 bila sababu, unajitetea kwa kusema labda alikuwa busy. Mtu anachukua vitu vyako kwa faida yake mwenyewe, bado sema ni utani tu. Anakupuuza siku 3 bila sababu, unajitetea kwa kusema labda alikuwa busy. Mtu anachukua vitu vyako kwa faida yake mwenyewe, bado unasema ana sababu zake. Unajifanya kuelewa kila wakati ili tu usionekane mtu mbaya. Inakuathiri vibaya kwa sababu kila unapohalalisha ubaya, unawapa ruhusa ya kukuvunja mara kwa mara. Unapopunguza maumivu yako ili kulinda watu wengine, akili yako inazoesha kuwa maumivu yako si muhimu. Sasa kamwe usije kukubaliana na hali kama hii. Ila jikumbushe kwamba mtu anayekujali hatahitaji kutetewa. Tabia yake njema itajitetea yenyewe. Acha kuwa wakili wa watu wanaokuvunja. Kuwa hakimu wa thamani yako. 3. Kuomba radhi kupita kiasi hata pale ambapo hukukosea. Hii ni tabia ya kisaikolojia ya watu wanaoogopa kukosana. Unasema samahani hata pale ambapo wewe ndio uliumizwa. Unakubali lawama ili kulinda amani wakati amani yenyewe inakula utu wako. Hutokea kazini, kwenye mahusiano na hata kwenye urafiki. Ule mtindo wa kila mara kujilaumu ili tu usionekane mkosaji. Mfano, mtu anakukasirika kwa jambo ambalo huna hatia nalo, lakini bado unamfuata kuomba msamaha. Au mtu amevuka mipaka na kukosea, wewe bado unasema samahani kama nilikuudhi, ilhali ndiye aliyekuumiza. Au kwenye majadiliano, unakata kauli zako wenyewe kwa haraka ili tu kuwaepusha wengine na kukasirika. Inakuathiri kwa sababu unapodharau hisia zako, dunia pia itazidharau. Hakuna aliye na uwezo wa kukupa heshima haujiwekei mwenyewe.
Sasa, kamwe usije kukubaliana na hali kama hii, ila fahamu kwamba kusema hapana, sikubaliani, au mimi sijaona kosa langu hapa ni sehemu ya kukua na kujijenga. Heshima huanzia pale unapokaza msimamo kwa upole lakini kwa uthabiti. 4. Kujitoa kupita kiasi kwa kutaka kuthibitisha kwamba wewe ni mtu mzuri. Hii hutokea pale unapofanya zaidi ya majukumu yako ili watu waseme huyu ni mtu mzuri. Unafanya kazi ya ziada, unatoa muda wako, pesa zako, nguvu zako, hata pale ambapo hakuna anayeshukuru. Kila mtu akikuomba msaada, unatoa hata kama wewe mwenyewe una shida. Unatumia pesa zako kuwasaidia watu ambao hawakuwahi kukusaidia hata siku moja. Unawapa safari, muda, nguvu, ushauri na hata ukichote bado unasema sawa tu. Kila mtu akitaka favor, wewe ndio mtu wa kwanza wanaomkimbilia. Inakuathiri kwa sababu hatua hii hujenga psychological burnout. Unakosa nguvu, unachoka, unakata tamaa, lakini bado unaendelea tu ili usionekane mtu mbaya. Tatizo ni kwamba watu wanazoea, wanachukulia utoaji wako kama wajibu, sio ukarimu. Sasa, kamwe usije kukubaliana na hali kama hii, ila jifunze kutofautisha kati ya kuwa mzuri na kuwa mjinga wa kihisia. Usijitoe kupita kiasi kwa mtu asiyeweza hata kukupigia simu kukuuliza kama umefika salama. 5. Kuacha watu waamue thamani yako kwa sababu hujiamini kifupi. Low self-esteem behavior. Hapa watu wengi huamini na kusema hivi: labda mimi sio mzuri kiasi cha kupata heshima, au labda wanajua zaidi kuliko mimi, au labda niseme kidogo ili sisije kuonekana na makosa. Hutokea kazini, kwenye uhusiano na hata nyumbani. Unawaruhusu watu wakatengenezee hadhi kwa sababu hujui hadhi yako mwenyewe. Unaogopa kutoa maoni yako kwenye mkutano, unaogopa kuomba kile unachostahili, unaogopa kuzungumza unapodhulumiwa. Unawaruhusu watu kupangia hata vitu vidogo kama muda wako, mipaka yako au maamuzi ya maisha yako. Unakubali mara kwa mara kuwa upande wa chini ili tu watu wasikuone vibaya. Inakuathiri kwa sababu psychology inasema mtu asiyejiamini huonekana rahisi kudhibiti, rahisi kuchukulia poa na rahisi kupuuzua. Sasa, kamwe usije kukubaliana na hali kama hii, ila tambua kwamba wewe ni mtu mzima na haki ya kujiamini haiji kwa kupigiwa makofi, inatengenezwa na wewe mwenyewe kila siku. Simama kama mtu mwenye thamani hata kabla dunia haijakutambua. Kumbuka, dunia haitakupa thamani mpaka wewe mwenyewe uanze kuithamini. Hakuna mtu hata kuheshimu mpaka uanze kujiheshimu, na hakuna mtu hata kuthamini mpaka uanze kujenga mipaka inayosema mimi ni mtu, sio chombo kinachotumika. Kama video hii imekugusa, subscribe, like, comment na share ili ujumbe huu uwafikie watu wengine wanaohitaji kujua thamani yao leo, not kesho. Kumbuka, heshima yako ni mtaji. Ukiiachia mikononi mwa watu, itapotea kama upepo.